Yeye Yanga anataka kuiona Yanga ilivyo, kwa sawa, itakavyofanya. Kazi hiyo imefanywa na watu wao, kwa sawa, lakini sio wao tu, hata wewe zilipokufika taarifa uliwaambia jamani, basi tarehe 12 ya mwezi wa 8 tuna jambo. Kuna ile kutuma, unaona jambo lilivyopelekwa vizuri. Na yule Simba tumeelewana vizuri. Simba kwa kadi alivyo mwenye Simba yake, yani Simba imeanzishwa Dar es Salaam, tuko sawa, lakini mtu wa mongo hakulala usingizi na wala hakutumwa atangaze. Amefika mahali watu mpaka yani pato la maneno kwamba sasa Yanga ipo, Simba tunatakiwa tufanye kazi, yani jamii, dunia ijue kwamba kuna kitu kinaitwa Uislamu. Pale mtu alipo, kama alivyo mtu wa Simba leo anaumia, anatafuta 40,000 ili yuko na chunywa kama bwana. Tumeelewana vizuri? Mama yake mzazi hajawahi kumpelekea samaki wa shilingi 10,000, lakini yeye anaumia, anataka aichangie Simba 40,000 kwa ajili ya jezi. Tunaelewana vizuri? Jitihada na juhudi zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa, ndo hapa nakumbusha kwamba ifike mahali, kwa sababu ni swali maalum ambalo unatakiwa uje. Leo mzee wetu anapeleka ripoti ya aliyoyafanya, hasa katika vitu ambavyo siku ya Kiyama isije ikafika mahali akatoa lawama. Anathibitisha ripoti yake, alikuwa anatembea na malaika wanaandika kila anachokifanya. Anakuja hapo anaulizwa kila jambo, Mola wako, mtume wako, yale maswali anajibu mwenyewe, anathibitisha, kwa sababu Kiyama atapewa kitabu chake. Naelewa vizuri? Kwa hiyo katika maswali tutakayoulizwa ni namna gani tulivyoweza kuifanyia dini ikapata nafasi, jamii ikafahamu, ikaheshimu dini, kiongozi wa dini akafahamika ni kiongozi anasema kuambia watu, na watu wakakiri kwamba tumekatazwa na kiongozi wa dini. Kama leo akisema Ally Kamwe asema amesema Ally Kamwe jambo hilo kweli, yani mtu amekaa kwa sababu Ally Kamwe amefanyaje, amesema. Tunataka leo imamu aseme huku akiheshimu dini yake, kwa sababu aliyesema ni kiongozi wa nini. Moja ya changamoto leo, tunapenda misemo ya sasa, watu kwenye dini wanapenda kujimwambafai. Tumechagua majina ya makundi kwa hiyo dini kupata nafasi, yale majukumu katika dini yamesahaulika, hayajadiliwi tena. Kuna watu ni ahbabu rasuli, kama sio leo kesho mfungo 6 si tunaingia, tuko sawa, ndio wapenzi wa bwana mtume, tuko sawa, wapenzi wa bwana mtume. Tumeelewana vizuri kwamba sisi tunampenda bwana mtume kwa sababu ametuletea dini. Tumeelewana vizuri? Mwingine akasema hapana, nahnu salafiyin, sisi ni watu ambao tunafuata mwenendo wa watu wema wa zamani. Ukiwakuta hawa ahbabu rasul pamoja na hawa wanajiita salafi, ukiweka chumba kimoja ukawafungia, utamkuta mmoja amekufa. Tumeelewana vizuri? Mwingine anakuambia mimi ni ansaru sunna, nimekuja kuzinusuru sunna. Kuna sunna zimepotea. Kila mmoja kwa majina amejipa nafasi na kujiona sasa anasubiri afe aende peponi. Na shaka na swali hili tunaweza tukajibu. Hebu twende kwenye mfumo wa kawaida, twende msikitini kwa hawa ahbabu rasul, tutazame msikiti ndo aliowaachia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Twende kwenye msikiti wa salafi, tutazame msikiti na huduma za salafi kwa mujibu wa kauli ya bwana mtume Muhammad. Twende kwa ansar sunna kwa mujibu wa Uislamu, alafu tuone tuna haki ya kubaki hivyo tulivyo. Msikiti wa bwana mtume Muhammad kwa mujibu wa yale yaliyopokelewa ilikuwa ni kituo cha kutoa huduma mbalimbali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapokea wageni, bingwa wa kukirimu. Manake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana uwezo wa kupokea wageni na akakirimu kupitia bajeti ya msikiti.
Msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kituo cha elimu na dawa. Ndiyo maana aliweza kufundisha, akawalingania watu na watu akapata matokeo. Akasimama akasema, nataka muniletee mali. Mtu bila kusimamiwa, mwingine akachukua yote, mwingine akachukua nusu. Anaelewa, nimepewa taarifa, ana elimu ya kutosha dhidi ya alichoelezwa. Msikiti wa Bwana Mtume Muhammad ni ofisi ya kujadili changamoto na maendeleo ya dini. Hebu tuutazame msikiti wa nani? Ahbabu Rasul. Nikuulize wewe, mimi na wewe, si tunakesha kwenye maulidi? Hebu tuutazame kwanza huo msikiti. Ikiwa msikiti wa Bwana Mtume imamu ni Bwana Mtume, tuko sawa? Misikiti yetu haina imamu? Kuna maimamu? Hakuna maimamu? Imamu gani atakayesimama akasikilizwa akasema choo kimekatika, nataka wewe ambaye nina yakini kwa sababu akaunti yako imeweza kusoma milioni 30, nataka unipe 500,000? Upo? Imamu gani ambaye ametengeneza ustawi wa watu wake tayari kupitia dawa wameelimika, watakapokuja watu wanataka huduma, tajiri amekuja ana fedha ya kufungua maduka zaidi ya 3. Moja ya changamoto leo duniani, matajiri hawana watu wa kufanya nao kazi, kwa sababu sasa uadilifu haupo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja kufundisha uadilifu. Namtaka imamu atakayesimama amuhakikishie tajiri, fungua duka, kijana wa kuuza naye. Kituo cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wameenda kuomba kazi. Tunataka msikiti ambao una akaunti, ambao vijana kwa mujibu walivyojengwa wawe wajasiriamali, wawe Uislamu umewasaidia wao, ima kwa kukopesha au kwa kupewa zaka. Mfuko wa zaka uko wapi? Mimi Ansaru Sunna nimekuja kuzinusuru sunna. Sunna hii mbona haipo kwenye msikiti wako? Wewe, mimi na wewe tunakesha kwenye maulidi, tunampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbona misikiti yetu haina uwezo huo? Hali ni mbaya kupita maelezo. Taarifa zinakuja leo tunachekea ule utamaduni. Hebu sikiliza sababu za kuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu za kuja wao Uislamu, sisi tukawa Waislamu. Allah tabaraka wa taala, enda kasome suratul Jumaa. Kama sio aya ya pili itakuwa aya ya 3. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tuzunguke hapo tutulie. Allah tabaraka wa taala anasema Allah ndiye ambaye ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, amemtoa katika watu wasiojua haki, vipofu, ambao ndo amemtoa kiongozi miongoni mwao, amemtoa mtume hapo. Kwa nini anamtoa? Amemtoa ili wale watu ambao wametokana na yeye au yeye ametokana na wao, huyo mtume apate kuwasomea wao kwanza ishara za uwepo wa Allah, lakini pia awatakase wao na imani mbaya, awafundishe wao ustaarabu. Alifanya haya sababu nini? Malengo kwani ilikuwaje? Wa inkanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kabla ya ujio Bwana Mtume watu walikuwa wanakula riba, watu walikuwa hawakopeshani, watu wanakunywa pombe, watu wanalawitiana, watu wanafanya kila machafu. Kabla ya ujio Bwana Mtume dunia ilikuwa mbaya kama ilivyo leo. Si tunaelewana vizuri sana? Haya machafu tunayaona yanaondokaje? Uchumi uliokuwa sahihi uanzie msikitini. Uko wapi msikiti? Kijana leo ana degree, haoni sababu za kufanya degree yake iunufaishe Uislamu. Ukisomea nini? Dhana imeondoka. Mtu anadhani kwamba yani mtu ili afanye kazi za msikiti mpaka ajue kutia irabu. Hebu nikuulizeni leo hapa tunaanzisha hapa vilabu vya mipira. Uongo kweli? Uongo kweli? Yeah. Wanapoanzisha wanakuwa wana hela, wanatumia hela, watumie hela. Yani mtu anasimamishwa yuko empty, hana hela, anaambia katafuta hela, anakwenda kutafuta hela na analeta hela, na matokeo anafanyaje? Anapata. Tuko sawa? Tunakutaka leo katafute hela, lete msikitini zifanye kazi ya Uislamu.
kijana mjumbe amekaa, kijana mzuri amesimama, yeye ni mjumbe kwenye kamati ya kutafuta fedha, akawape wachawi ili timu yake ishinde. Hebu jamani, hebu tufikiri jamani, ni uzima. Hebu tufikiri jamani. Yeye piga watapiga, huwa garagaza, anakesha kutafuta wachawi. Amekwenda kwa mchawi huyu hakuelewa, amekwenda basi akichukua kwa mwanangu, tulienda kwa babu mmoja, si mchezo na twala tukulala. Kusifu nani? Tumia elimu ulionayo leo kuupigania Uislamu. Wenzetu kwenye elimu ya dawa wameifanya, Bwana Mtume Muhammad akapata matokeo. Leo hatujafanya. Waislamu wote sisi tuna mashamba, kila mmoja anajidasimu na shamba kubwa eka 10, na mashamba 5, na mashamba 20. Hatujafanya kazi. Allah anasema wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Na kuuliza wewe Muislamu, ahbabu rasul, wewe ansar sunna, na kuuliza haya mashamba 3 unayo uliopeleka akhera leo? Yaani ukifa leo kwamba hili langu nakula mimi, ili watoto wale, ili mimi nikienda ninaenda kula mimi. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Mbona yote umewaachia watu tu, tena wala wana mpango, ingawa umewazaa? Kijana mwaka uliozaa korosho ndo bingwa anapiga mkojo kwa hela ulizoacha wewe. Tena kwa kibaya zaidi anakufanya ufedhuli. Umekufa, najua baba na mashamba makubwa, hata ile siku iliyokufa hata kukuswalia hata. Yaani wewe potelea mbali, watu wakuswalia usipokuswalia, hana mpango, anasubiri hizo korosho, anasubiri nyumba nzuri, anasubiri mwanao huyo. Alafu wewe umekaa hapa unakwenda akhera uko empty, mashamba umeacha huko. Tunataka misikiti ishughulikie mipango hiyo. Sio habari ya kukaa tu kwambia si mimi ansar sunna na zinusuru sunna, eti sunna yenyewe kianga anatembea na chanuo kuchana ndevu. Unachana ndevu wakati mtu akija anajenga baa hapo kando ya msikiti, amefungua baa, anaacha kumwambia mtu huyo hakuna. Jamani, tahta dhia ushamtini ya mwanga wa jua, Waislamu wote tuko hapo. Tunakubali mtu anafungua baa, msikiti huu baa iko hapo. Ndio tukajadili jamani. Hali ni mbaya, haiwezekani ukanda wa Waislamu hali yake iwe hivi. Taendelea kusema haya. Tunahitaji kila mtu mwenye uwezo na nafasi yake. Wewe uwezo wa kupiga kelele watu wakakuelewa unao. Mimi nikwambia shana lengu, wewe utaomba hapa 300,000, utaomba 300,000, tutakupa miaka 3 ukuletee. Lakini kuna mtu hapa akija kusimama tumpe milioni wiki 3 tu. Watu wanakwenda wakapiga hodi kwa mtu ngongo mzee. Unajua bwana vijana wako, si unajua tena kwenye ligi. Wewe mzee, kwa sababu taarifa hauna, tumetazama hapa mzee, tuko kwa wewe ndio una busara na nini, sasa bila wewe mambo hayawezi kwenda. Hasa mzee, kweli kwani ni shingapi? Akijitika 200,000. Wewe umesoma aya, hadithi, alafu unamwona huyu kwa sababu hajui kikutia irabu, hapana. Nye vijana, twendeni msikitini. Nimesema twendeni wapi? Msikitini. Twendeni wapi? Msikitini. Jamani, narudia tena, twendeni wapi? Msikitini. Ndio, twendeni tukajadili maisha yetu. Tuondoe ukahaba, tuondoe pombe, tuondoe. Hivi vitu vyote vinaweza kuondoka ikiwa wote tutasema la ilaha illa Allah. Tulikuuzia kiwanja. Hebu kwanza wewe mfanya biashara. Kiwanja cha biashara nini? Unachotaka nini? Mimi kama vipi hapa nini, unajua hapa mambo ya shamba hapa pia hapa hakuna wewe hatukuvi. Sawa? Si nimetoa hela, ulitoa shilingi ngapi? 300,000, anatoka kidume kwa 300,000 yako chukua. Hapa huzu pombe. Tunaelewana vizuri sana. Kwa hiyo katika haya tunajaribu kumbushana. Nimesema mambo ngapi leo? Jambo la kwanza nimewapa sana pole ni hili jambo la kwanza. Jambo la pili nimetoa homework. Babu nimetoa nini? Kazi ya kwenda kufanya nyumbani, sawa? Kamwambie bibi hii, kamsimulie bibi. Muulize utakufa au utakufa. Sawa, kamwambie. Shehe mmoja usinitaje kama leo nilikuwa shehe amesema shehe, amesema nani? Sema hivyo. Neno nitukuze lakini sio shehe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ujumbe ushafika kama